tumwakabidhi rasmi mgombea wenu mwaka 2015. Muhakikishe kwa wote Mwenyezi Mungu mnamfikisha Ikulu inshallah. Asanteni sana. Haki sawa kwa nani? Vijana hawa ni jumla yao vijana 200 katika kila jimbo la Unguja na Pemba. Hawa kazi yao ni moja tu, kuhakikisha kwamba kila kura iliyoandikishwa, hata kama amepelekwa na CCM, ikifika siku ya kura anapiga kura kwa Maalim Seif Sharif Hamad kuongoza dola mpya ya Zanzibar. Tunawahakikishia tumejipanga vilivyo kukabili uchaguzi huu. Sasa Mheshimiwa, kama alivyosema, kwa sababu ya muda, tuna watu wengi hapa tunataka waje watoe salamu chache tu. Kwa hivyo muda hauruhusu kuzungumza sana, lakini naomba kwanza niwaulize vijana hawa wanataka kuwaletea kama wameridhika. Mnataka kumsikia Diriami? Mnataka kumsikia Diriami? Edi, karibu ya wasalimia Zanzibar. 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 Mbona jua kali? Zanzibar. Philip akusikia kule na yuko kwenye Star TV anatazama live. Zanzibar. Mheshimiwa Chairman Profesa Lipumba, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Katibu Mkuu CUF, Mheshimiwa mzee wetu Mzee Moyo wa kamati yetu ya maridhiano, wananchi, assalamu alaikum. Kwa mara nyingine tena tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kazi inaendelea. Tumejipanga. Buti zimekazwa. Aliyevaa champa hiari yake atabaki na CCM. Wananchi, dakika moja nimepewa. Moja tu ya kutoa salamu. Salamu zangu mwaka jana hapa wakati tunakwenda Dodoma kwenda kujadiliana katiba, nilitoa changamoto nikasema asiyeitaka Zanzibar ya mamlaka kamili atoke hadharani. Wameshatoka hadharani na tunawajua. Sasa salamu zangu moja tena za haraka. Wananchi, wale wote waliotoka wakapinga Zanzibar mamlaka kamili, delete, futa kabisa. Mmefahamu? Kazi ya kufuta imeanza. Pemba wameshajiandikisha Micheweni na jambo linaendelea huko, wanakuja hapa. Pemba hakuna matatizo na hapa hayapo, lakini panataka buti ikazwe. Sasa vitambulisho mtu kwa mtu, wale wote waliojitokeza, tunaanza na rais kushuka chini, sio chini kwenda juu, tunaanza na rais kushuka chini. Tunaiondoa CCM, tunachukua mamlaka kamili. Asanteni sana, kwaherini. Haki kwa nani? Mmemsikia Diriami? Wanamaliza uandikishaji Pemba. Tunataka kila mwenye zana ID ahakikishe uandikishaji ukifika Unguja kuanzia leo anaijua siku yake. Uandikishaji huu ni siku 2 tu kwa kila wilaya, kwa kila shehia. Siku 2 tu. Ukipata mamlaka kamili umeyapata hapo, ukiyapoteza utakuwa umeyapoteza hapo. Kwa hivyo shughuli zako zote unakokwenda, ukisafiri na biashara zako, uhakikishe siku ya kujiandikisha na shehia yako kila mmoja amuulize mwenzake kwamba anayo zaidi, anakwenda kujiandikisha. Tunafahamiana? Hasa hizo tulikuwa salamu za Diriami. Mwingine nataka kumsikia nani? Nani? Mbona nasikia mvumo tusiyasikia? Nataka kumsikia nani? Mansuri, karibu ya Zanzibar. Hekima
hatukubali tena, na kura ya maoni hatushiriki tena. Nasema wamo we mbele mguu nyuma. Mapinduzi! 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 Haki! Haki sawa kwa nani? Wasiopenda haki. Asanteni sana. Ndugu zangu, assalamu alaikum. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama, Mheshimiwa Lipumba, kipenzi chetu Maalim Seif Sharif Hamad, mwenyekiti wa kamati ya maridhiano Mzee Moyo, makamu mwenyekiti wa kamati hiyo Mheshimiwa Abubakar, waheshimiwa wajumbe wenzangu wa kamati hiyo, viongozi wa chama, waheshimiwa mawaziri, manaibu waziri, wananchi wenzangu, assalamu alaikum kwa mara nyingine tena. Ninaanza kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia sote kufika hapa tukiwa wazima afya siku ya leo, na inshallah kwa uwezo wake Allah atatujalia tuondoke salama, na atajalia lile la kheri tulilokuja kuliomba hapa kwenye ardhi aloiumba ya kuomba Maalim Seif kuwa rais wa Zanzibar, basi kwa uwezo wake Allah litatimia. Ndugu zangu, safari yetu ya matumaini imeanza leo. Maalim Seif kachukua fomu, Maalim Seif karudisha fomu, na Maalim Seif hatimaye imepitishwa kwa mgombea wetu wa urais. Mwenyezi Mungu atamjalia njia yake kuwa nyepesi, atamlinda kwa kila hali, atamjalia wepesi wa kukubalika na kila Mzanzibari, na atajalia awe rais mwema inshallah. Kwani mimi naamini Mwenyezi Mungu akimjalia Maalim Seif kuwa rais, kwa sisi Wazanzibari kumchagua, atakuwa rais mwema, atakuwa rais wa kila mmoja wetu, atakuwa rais wa wale wanaotoka Pemba, atakuwa rais wa wale wanaotoka Unguja, atakuwa rais wa wale wanaotoka Tumbatu, almradi atakuwa rais wa kila Mzanzibari, wa kila dini ya Wazanzibari, wa kila itikadi ya Wazanzibari, na naamini atamtendea haki kila mmoja wetu. Hatakuwa tu rais wa wale wanaoitwa waliopindua, bali atakuwa rais wa wale waliopinduliwa pia. Atakuwa rais wa kila mmoja wetu, na atakuwa rais na gundi, atakuwa gundi la kuwaunganisha Wazanzibari, kuwaleta pamoja, kutumia vipaji vyao katika ujenzi wa nchi yao. Ninaamini ndugu zangu wa Zanzibari kwamba Maalim Seif ndio mtetezi wa misingi ya haki ya mapinduzi ya Januari 12 mwaka 1964. Hakuna mwingine. Kwa maana ya mapinduzi ni kujitawala, hakuna jengine. Na mbele ya sharia Wazanzibari tukawa sawa. Sasa ikiwa tunataka kuelekea kwenye usawa na kurudi kwenye misingi ya mapinduzi, basi Wazanzibari hatuna njia isipokuwa kumchagua Maalim Seif Sharif Hamad. Na hapo
ndipo tutakapokuwa na muungano uliokuwa wa heshima, ulio sawa na ulio wa haki. Kwa maana Maalim Seif atasimamia maslahi ya Wazanzibari na Zanzibar yao. Hatuwezi kwa zama ya leo tukawa na muungano usiokuwa na mwelekeo kwa Wazanzibari. Tunataka matumaini katika miaka mitano ijayo. Matumaini haiwezi, ndugu zangu, kuja kwa porojo na maneno yasiokuwa na mshiko. Tunataka serikali ambayo inaweza kujiamulia, na muungano huu tulionao sasa, Zanzibar na Wazanzibari hatuwezi kujiamulia. Lazim tufike pahali ili kuweza kujenga matumaini yetu wenyewe. Tuwe na muungano ambao una ridhaa ya Wazanzibari na Watanganyika wenyewe. Na CCM washatuonesha dhahir kwamba ngoma imewashinda. Na pamoja na jeuri walotoka nayo Dodoma ya kusimamia kura ya maoni, naona wameufyata. Kwa maana Wazanzibari, kama tulivyowaambia kwamba lile halibebeki, kwa maana limekosa radhi za Wazanzibari wenyewe. Na ndio maana CCM itaendelea kufyata kwa hili la katiba. Waliondoka walisema kura za maoni zitapigwa, wakabadilisha wakasema zitapigwa na uchaguzi mkuu. Sasa wako kimya, kama walivyo kimya kwenye ukataji wa majimbo. Mnajua kwa nini? Kila wanapofanya wanaona hayatimii, kila wanapokata wanaona hapaungiki. Naam, taratibu, kila wakikata hapaungiki. Na tunakwambieni, na naomba tuondoke hapa tukiamini kwamba wafanye wanavyofanya mwaka huu, wanalo tu, hawatoki. Na nakuombeni muniamini, ninayaelewa, najua, nilikuwepo na nipo. Kila wakikata hapaungiki, na wataendelea kuwa na kiwewe. Na wache wakate, tunataka wakate, na tunao. Mapinduzi! Mapinduzi! Taratibu! Ndugu zangu, mengine ninazuia. Niacheni. Mapinduzi wakati wake upo, tuombe uhai. Maneno yapo na yapo mengi sana. Zahma ipo na ipo kubwa sana. Ushahidi upo na upo mwingi sana. Wala msitaharuk, tunao tu. Ndugu zangu, muondoke hapo mkiamini kwamba pamoja na uchaguzi huu kuwa mgumu sana kwetu, naomba mnisikilize vizuri sana. Uchaguzi wa mwaka huu utakuwa ni mgumu sana kwetu. Patakuwa na mitihani mingi sana ndani yake. Lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, haijapata kutokezea ndani ya historia ya nchi hii na siasa zake wakati uliojengeka ukawa mzuri wa mageuzi na wa matumaini kwa Zanzibari kama mwaka wa 2015. Ni wakati wetu huu, lakini msitegemee kwamba CCM watatoa. CCM hawatoi. Jibu lake nalo tutachukua wenyewe.
Lakini kama mnadhamiria CCM itakuja kwako ikupe, umechelewa. Wala usitegemee CCM itakuja kwako ikupe. CCM inataka ichukue chako. Lakini kwa hali na mazingira yalivyo, hawana jinsi na hakuna atakaisubiri mwenziwe. Tunakwenda kuchukua. Maalim hivi punde wakati anazungumza na waandishi wa habari uwanja wa ndege, aliwaambia, na naomba muisikilize hii kauli vizuri sana. Aliwaambia kwamba walikuwa wanazungumza hizi ghalati zinofanywa na tume ya uchaguzi na mamlaka nyinginezo katika upandikishaji. Maalim akawaambia kwa mwaka huu, huko nyuma vijana wakinilaumu kwamba Maalim wewe ndo unotuzuia. Mwaka huu Maalim kesha sema na leo karejea tena kwamba yeye hamzuii mtu. Mapinduzi ndo hazuii mtu hapo. Na kasema bila ya kutafuna maneno kwamba akishindwa kwa njia za halali hana tatizo, lakini akishinda na wakafanya njama ya kumnyang'anya ushindi wake, yeye anakaa kwake, vijana mnafanya kazi. Ndugu zangu, mageuzi hayaji kwa kunungunika mitaani na kukaa vibarazani. Wala msidhanie kwa kila kukaa na hofu kwamba hawatoi hawa tunashinda. Hapana bwana we, safari tunang'ang'amua, hamna kurudi nyuma. Ndugu zangu, nawashukuru sana. Niwaombe kwamba tunayo kazi kubwa mbele yetu. Tuna kazi kubwa ya kusajihishana, kupeana moyo, kuongeza umoja miongoni mwetu na kuendelea kuishi kwa matumaini kwamba baada ya shida kubwa tutakuwa nayo mbele yetu, lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, mwezi wa Oktoba tuna faraja kubwa mbele yetu, na inshallah Mwenyezi Mungu atajalia safari hiyo kwa nyepesi na atatujalia mafanikio. Atajalia nchi yetu iwe salama, watu wake waendelee kuheshimiana, waendelee kubaki na utu na ubinadamu wao, na inshallah Mwenyezi Mungu atatujalia salama. Mapinduzi! Mapinduzi! Asanteni sana. Haki! Mmekisikia kidume Mansuri? Mmekisikia kidume Mansuri? Tutangoja kupewa tutachukua. Tutangoja kupewa tutachukua. Tukishinda hatusubiri kupewa, tutachukua wenyewe mwaka huu tukijaliwa inshallah. Sasa nilisikia pia wengine walikuwa na hamu ya mzee wao hapa, ama vipi? Nataka kumsikia mzee Moyo. Sijaridhika mimi. Nataka kumsikia mzee Moyo. Vijana mnataka kumsikia mzee Moyo. Mnataka kuisikia sauti ya kimapinduzi. Mzee Moyo, vijana wako wanataka kusikia, karibu je wasalimie japo kwa dakika chache. Zanzibar! 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 Waheshimiwa viongozi wangu na waheshimiwa na wananchi wote,
Nimeambiwa niseme kidogo tu, siwezi kuvunja protocol. Sisi wazee lazima fuate heshima na utaratibu. Yusa ameniomba nje kutoa salamu na kidogo kusema juu ya ndugu yangu Maalim Seif. Kazi yangu ndogo sana kabisa juu ya Maalim Seif. La kwanza nataka nikwambieni, muungano wetu huu tarehe 22 tulimuuliza mzee Karume na akatwambia kwamba ni muungano wa serikali 2 kwa 3, na alituambia kwamba Mwalimu kamwambia serikali yake ya Tanganyika ataitia ndani ya muungano. Hayo ndio majibu alituambia mzee Karume siku ya Baraza la Mapinduzi tarehe 22, mimi nilikuwepo. Sasa walichokifanya tume ya Warioba ni kurudi kule katika kauli ya mwanzo tulioambiwa na mzee Karume 2 kwa 3. Ndio hizi leo tunazipigania tupate 3, kila mmoja wa aina yake, na muungano tuione pale. Kiongozi yoyote wa Zanzibar asiyetakia mazuri Zanzibar na asiyetakia Zanzibar kuwa na serikali 3 katika muungano, huyo hatufai kuwa kiongozi. Nasema tena, kiongozi yoyote yule ambaye haitakii mema Zanzibar na kiongozi yoyote ambaye hataki tuwe na serikali 3, Zanzibar yake, Tanganyika yake na ya muungano, huyo hatufai kuwa kiongozi wetu. Na hili nalisema, nawaambia wananchi wote wa Zanzibar kwamba tusimchague kiongozi ambaye hakubaliani na kupatikana haki za watu wa Zanzibar. Lazima haki za Zanzibar zipatikane, ndio maana tukawa tuna muungano. Na kiongozi wetu alituambia tuendelee kupigania haki yetu ndani ya muungano, na hilo ndilo ambalo Maalim Seif analifanya sasa. Kwa hiyo Maalim Seif ni kiongozi anayetufaa kuwa kiongozi wa watu wa Zanzibar, kwa sababu Maalim Seif anataka kuona Zanzibar inapata haki zake. Haki zake, haki zetu zimenyang'anywa na wenzetu, tunataka tuzirejeshe. Huyo ndio kiongozi tunamtaka. Maalim Seif anafaa kutuongoza kwa sababu yeye anataka haki za watu wa Zanzibar zipatikane. Wanachama wenzangu wa CCM hawataki Zanzibar ipate madaraka yake. Wanataka Zanzibar iendelee kuminywa na kudhalilishwa na ndugu zetu katika muungano. Hatutaki, wala hatuwezi kukubali. Nilisimama hapa wakati ule nilikuwa mwanachama wa CCM. Leo niko huru. Hata Chadema wakiniita kesho kwenda kuzungumza habari ya nchi yangu, nitakwenda kuzungumza. Kwa hiyo leo nimesimama, niko huru. Lakini nasikitika wameshindwa kunyang'anya kitu kimoja kizuri sana, uraia wangu. Uraia wangu ndio unanipa nafasi ya kusimama hapa kusema. Nasema kama ni raia wa Tanzania. Narejea tena na ninamaliza kusema Maalim Seif ni kiongozi anayetufaa. Kiongozi amesimama imara kuwapigania watu wa Zanzibar. Kiongozi ambaye anataka mazuri ya watu wa Zanzibar. Kiongozi anataka kuondosha fitna za watu wa Zanzibar. Wengine hawataki. Wanataka tuendelee kuminyana siku zote, na hilo tukubali. Baada ya hayo, asalamu alaykum. Haki. Sasa mkutano huu ulikuwa maalum kwa ajili ya kumpokea rasmi Messi Mwiti, mgombea urais, lakini rais wa Zanzibar anayesubiri kuapishwa baada ya tarehe 25 Oktoba.
Sasa pamoja na hayo, tuliwapa mabango haya. Hebu nataka haya mabango yaonekane hapa uwanjani. Tena hakikisha humbirui Maalim Seif wala huyabirui mamlaka kamili. Kwa hiyo naomba hebu twende, tunataka nchi yetu, tumechoka, ili watu wote waone tunachokitaka. Lete wimbo. Waheshimiwa, kabla ya kuliaga jukwaa hili, kwanza nataka tuwashukuru nyote, pamoja na jua kali kabisa, lakini mkaamua kujitokeza kwa wingi namna hii kuja kuonyesha kwamba mwaka 2015 si mwaka wa uchaguzi, ni mwaka wa maamuzi kumpeleka Maalim Seif Ikulu na kutuletea mamlaka kamili ndani ya Zanzibar. Waheshimiwa, na salamu ndogo tu nataka kuwapelekea jamaa zangu wa wilaya ya Kusini Unguja. Nyote mlishuhudia siku ya mkutano wa Makunduchi kwamba sasa hakuna kaskazini, hakuna kusini, hakuna mashariki, hakuna magharibi. Zanzibar yote imewiva kwa mabadiliko. Au hamkuiona Makunduchi? Na ndo kiwewe kilichowapata, mkaona wanapita pita na magari humu, wanachukua okota watu mitaani humu. Lakini na kuhakikisheni, wamewapeleka, watakuja kushangaa siku ya kuhesabu kura kwenye visanduku vya kura. Tunakijua tunachokifanya, wala tulipofika hawana hata moja watakalofanya peke yao. Kila pahala mwanakafu, Mzanzibari, mwana mamlaka kamili yupo. Ukichukua unatuchukua na sisi, unatupeleka pamoja huko kuna kupeleka watu wako. Kwa hivyo nawaambia Wazanzibari, toweni wasiwasi. Na vile vile niwaambie, tutoe wasiwasi kuhusu, tunazungumza sana kuhusu majimbo. Kama Wazanzibari wanaotaka mamlaka kamili tuko wengi kama tulivyo, utakata wapi ukatuacha sisi nje? Wazee wa zamani walikuwa na usemi wao katika masuala ya majimbo haya, wakasema ni kama kashata, kata shepu unayotaka utamu wake ule ule kashata. Na sasa tuwaambia tume ya uchaguzi na CCM yao wanawatumia, wajifungie leo nakata, mara shehia ipeleka hapa, au hapa utaongeza kafu, ondoa peleka huko, na hapa kafu wako. Kila utapogeuka kafu tumejaa tele Unguja na Pemba. Kwa hiyo naambia wakate watakavyo, kashata utamu wake ule ule tutaila tarehe 25 Oktoba 2015. Sasa heshimiwa, niwaambia nitakuwapa salamu za Kusini. Baada ya kiwewe kilichowapata Makunduchi, niwaambie siku ile tulipokea wanachama kutoka CCM. Katika watu ambao CCM ilikuwa ikiwatumia sana huko nyuma, hasa wilaya ya Kusini, walikuwa ni walimu. Sasa baada ya vuguvugu la Makunduchi siku ile, walimu wa Makunduchi wamejitokeza wazi wazi, wamechukua kadi za kafu na wanafanya shughuli za chama. Lakini si wakati wa kazi, wanafanya kazi wakati wao ambao wamemaliza kazi yao. Sasa la ajabu, baada ya mughma uliowapata CCM, wametumiwa ati afisa elimu wa wilaya ya Kusini, kawaita na watisha kwamba serikali itachukua hatua kwa sababu ajiingiza katika siasa.
Hivyo siasa inakuwa siasa wakifanya kazi ya kafu tu. Huko Makunduchi, hawa na wengine waliobakia wawili watatu kwenu, mnawatumia kila siku kufanya shughuli za kisiasa. Leo jeshi imeliingiza katika siasa. Sasa walimu hawa mkiwatumia nyinyi katika siasa, sawa, wakishabikia kafu ndio inakuwa dhambi. Tunawaambia hakuna litakalokuokoeni, hakuna litakalokuokoeni hata moja. Mwaka huu wa Zanzibar wameamua kuipa talaka 3 CCM, itaondoka tu Zanzibar tukijaliwa. Kwa hivyo natuambia Wazanzibari tuondoshe wasiwasi. Madhumuni ya mkutano huu alivyosema ilikuwa ni kwa ajili ya kumpokea mgombea wetu, na utapokuja hapa Maalim Seif, Wazanzibari wengi ambao wako hapa uwanjani na wale wako mitaani na majumbani wanaosikiliza live wanataka kusikia kauli yako, nini utawafanyia watakapokukabidhi madaraka yao kuongoza Zanzibar kuanzia tarehe 25 Oktoba 2015. Sisi hakuna matusi hapa, wala hakuna maneno ya kipuuzi. Yale maneno kwamba sijui hawa wananigusagusa, hapa hatuna nafasi ya maneno kama hayo. Hapa panatolewa maneno yanayotuonesha wapi nchi yetu inaelekea. Kwa hiyo Wazanzibari wana hamu sana kusikia Maalim Seif katika hayo, na tegemea pamoja na jua kali kwa mukhtasari utawatosheleza ili waweze kujua nini mwelekeo wako, nini mwelekeo wa kafu tunapoelekea kuiongoza Zanzibar baada ya 25 Oktoba. Kwa hiyo waheshimiwa, mimi naomba nimalizie hapa leo. Sasa jukwaa ni mkabidhi naibu katibu mkuu aje afanye kazi ndogo sana. Kuna kazi kwa niaba ya baraza kuu, kuna salamu tutazitoa hapa. Baraza kuu la uongozi la taifa limemaliza kikao chake cha dharura tarehe 3 juzi, limefanya maamuzi makubwa, atakuja kueleza naibu katibu mkuu. Baada hapo mtamuomba, kwa leo utaratibu utabadilika kidogo, yeye atamkaribisha mwenyekiti wa taifa chama chetu Mheshimiwa Profesa Ibrahim Haruna Lipumba. Lipu. Halafu profesa yeye ndiye atakayemtambulisha na kumleta kwenu mgombea wa chama kwa nafasi ya urais wa Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad, tukijaliwa, ambaye tunasubiri kumwapisha. Mheshimiwa naibu katibu mkuu, Mheshimiwa Mazrui, karibu uje uzungumze na Zanzibari na kumkaribisha mwenyekiti. Haki sawa kwa nani? Asiyependa haki Wazanzibari. Asanteni. Mheshimiwa mwenyekiti wetu Profesa Haruna Lipumba, Mheshimiwa katibu mkuu wetu na mgombea wetu urais wa Zanzibar, waheshimiwa viongozi wote walio katika majukwaa, wananchi wote, assalamu alaikum. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kujalia siku ya leo tukapata neema hii ya kumpokea kiongozi wetu kwa furaha kabisa, tukafika hapa kwa salama, na inshallah Mwenyezi Mungu ajalie tuondoke hapa kwa salama. Tusemeje alhamdulillah. Baada ya kumshukuru Allah, sasa mimi nina mambo matatu tu ya kuzungumza. Jambo la kwanza ni taarifa fupi ya kikao chetu cha dharura tulichofanya tarehe 3 mwezi huu Buguruni, Dar es Salaam. Tulifanya kazi 3 muhimu. Kazi ya kwanza, tulikuwa pale tunaye mwenyekiti wetu wa Shinyanga mjini, chama cha wananchi kafu. Kwa bahati mbaya mwenyekiti huyu alifurutu ada.
akafanya mambo yale ambayo kwamba chama chetu ni miko mikubwa. Sisi tunawakataa CCM kwa sababu ni ufisadi na mafisadi. Hasa haturuhusu mtu mwingine katika chama chetu kufanya ile biashara ya CCM. Kwa hivyo baada ya kumjadili kwa kina na mwenyewe kupewa fursa ya kujitetea kwa kina, chama cha wananchi CUF kiliamua kumfukuza rasmi mwenyekiti huyo ambaye ni Chief Liemba, kwa sababu amefanya madhara makubwa kwa chama na hatuna haja ya kumweka tena katika chama kwa muda huu. Kwa hivyo tulimuondoa. Uamuzi huo ulifanyika kwa busara kubwa chini ya mwenyekiti mahiri Profesa Haruna Lipumba. Huyu bwana baada ya kutoka pale, jamaa wamemdaka au wamembaka, wanampa ushawishi wa kila aina, wafanye maandamano, waje mpaka Buguruni, wafanye fujo, na lote fujo hilo wamfanyie Profesa Lipumba na Maalim Seif. Sisi tunawaambia tumetoa uamuzi wetu kwa kutumia busara kubwa na tumejitayarisha, na tunayajua yote mambo ambayo wanayapanga wenzetu kwa kumtumia huyu Chief Liemba. Tunawaambia wamepotea na wameharibikiwa. Sisi sasa hivi hatushughuliki mambo ya Chief Liemba, tutashughulikia na ushindi wa mwaka 2015 kuingia Ikulu. Basi kazi nyingine ya pili tunaifanya ni ya kuchagua au kuteua katika majina matatu yaliyokuja, kuteua wagombea wetu wa nafasi ya ubunge na nafasi ya uwakilishi. Tumefanya kazi hii kwa busara nyingi kabisa na busara kubwa kabisa. Tumejaribu kuwa waadilifu kwa kiwango kikubwa sana, na tunaamini kwamba sote ni CUF na sote lengo letu ni moja, ni ushindi wa mwaka 2015. Kwa hivyo siamini kama yuko yote yule ambaye kwamba jina lake halikurudi akafanya nongwa. Mimi siamini hilo, kwa sababu sote ni CUF, alorejeshwa ni CUF, aloachwa ni CUF. Lengo la CUF ni ushindi, sio fulani wala nani, ni ushindi kwa CUF. Kwa hivyo katika masuala haya hakuna mshindi, ushindi ni kwa CUF. Nawaomba, kwa sababu muda ni mdogo, naomba wale wote ambao kwamba ni wateule wa nafasi ya wakilishi na ubunge waje mbele hapa wapunge mkono ili wananchi waone. Nawaomba haraka mjitokeze nje hapa, mje karibu na jukwaa ili muonekane na wananchi. Wagombea wote naomba mje mbele. Lakini jengine katika la tatu tulilofanya katika kikao cha baraza kuu ni kupokea fomu ya mgombea wa urais wa Zanzibar. Kwa bahati njema kabisa na mapenzi wa Zanzibari, tumepokea fomu moja ya Mheshimiwa Maalim Seif Sharif Hamad. Maalim Seif Sharif Hamad tumempokea fomu yake na tumeijadili kwa kina. Yeye mwenyewe tulimtoa katika chumba cha majadiliano.